Dira ya Radio Citizen. Rais Ruto ahudhuria hafla ya mazishi aliyekuwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kule Trans Nzoia. Mudavadi ataka mabadiliko makubwa katika kuwapa uwezo zaidi wanawake nchini. Jumuiya ya Afrika Mashariki yajizatiti zaidi kukuza utalii wa Kenya katika mataifa ya ughaibuni. Na vijana wa Gen Z kule Samburu wataja muungano wa Raila na Ruto kama usaliti mkubwa kwa vijana humu nchini. Josephat Odipo. Hujambo na karibu. Hii ni Dira Kamili ya Citizen awamu ya saa 7. Rais William Ruto na viongozi wengine wa ngazi za juu serikalini, mawaziri na wanasiasa pamoja na magavana ni miongoni mwa mamia ya waombolezaji ambao wanahudhuria hafla ya mazishi aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na maeneo mipaka nchini ya IEBC Wafula Chebukati. Chebukati anazikwa kule Hendu Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Karen Waraba atujuze zaidi yale yanayoendelea katika hafla hiyo ya mazishi. Karen. Asante sana mwenzangu kutoka studioni. Hali ilivyo kwa sasa katika kaunti ya Trans Nzoia ni kwamba kiongozi wa taifa Rais William Ruto amefika kwenye boma la aliyekuwa mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC marehemu Wafula Chebukati katika wadi ya Kiminini na bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia. Na rais ameandamana na viongozi mbalimbali akiwemo spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula, magavana kutoka kaunti mbalimbali, maseneta kutoka kaunti mbalimbali, wabunge na vile pia makamishna wa IEBC kutoka kaunti mbalimbali. Na hali ilivyo kwa sasa ni kwamba mazishi haya yamevutia umati wa watu kutoka maeneo mbalimbali kumsindikisha aliyekuwa mwenyekiti huyo na vile kusikiliza hotuba ya rais. Nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi yao na wamekuwa na yafuatayo. Namkumbuka kwa kusimamia kura 2 za kura 3. Naam. Huku hivi Kenya. Hiyo ndio kitu naweza mkumbuka na kwa kusimamia kura 3, mmoja akakosana na wenzake. Na hizo zingine 2. Ndio. Na vile kiongozi wa rais William Ruto amefika hapa. Labda matarajio yako kutoka kwa kiongozi wa taifa ni yapi? Huku hivi Ruto anafaa tuachie maendeleo, si kila siku anakujanga tu huku hivi ati akienda na kuja story kama za matanga za nini. Anafaa achie maendeleo, barabara kama ya Macheo huko hivyo. Kwa hivyo watu wanaumia huko hivyo, mabarabara ni mingi huko hivi, anafaa pia huko hivi atuachie maendeleo. Hiyo ndio kitu naweza muambia, sikujenge tu huko hivi na anaenda hivyo. Nitamkumbuka kwa wakati alikuwa ni chairman wa IEBC. Naam. Ile kura ilipigwa mwaka wa 2022. Na vile kiongozi wa rais William Ruto amekuja hapa, labda matarajio yako ni yapi wewe kama kijana? Matarajio yangu ni rais bila amekuja huku Kitale, angalau hata at least akifungua kama viwanda ndio sisi kama vijana tuweze kupata kazi. Alafu pia barabara watu tengeneze. Okay, kwa majina ni Rogers Misiko Mlongo. Wananiitanga Saula. Mimi natoka Srende. Marehemu Chebukati alikuwa mtu mjasiri sana. Wakati alikuwa anataka kutangaza nikikumbuka sana, na nilifuatilia nikaangalia. Yeye alisimama peke yake pate wengine wote kutoka. Lakini akabaki tu peke yake na akatoa uamuzi kulingana na kazi yake. So ni mtu mjasiri sana. Bado mimi namkumbuka na tutamkumbuka hivyo. Labda neno lako kwenda kwa kiongozi wa taifa Rais William Ruto ni lipi wewe kama mkazi wa kaunti ya Trans Nzoia? Okay, mimi kwa maoni yangu namuona kazi tulimpea, lakini akifanya vile tunataka ni vizuri. Kawaida ukikuwa mahali kwa position, kuna vitu unaisafanya si mzuri na vingine vizuri. So sisi tunamuomba ili hii karama ya maisha aturudishie chini, especially sisi kama mimi bodaboda. Mafuta akiteremsha itakuwa vizuri, alafu hii karama tu. Kumbuka kwamba marehemu Chebukati aliaga dunia mwezi Februari baada ya kugua kwa muda mrefu. Bila shaka ni habari ambayo inaendelea kuifuatilia kutoka katika kaunti ya Trans Nzoia, na nitakuwa na kujuza pindi tu tutakapokuwa tukiyapata kutoka kwa viongozi ambao wamefika hapa ili kuhudhuria hafla hii ya mazishi. Sina la mno kutoka katika kaunti ya Trans Nzoia. Jina langu ni Karen Waraba. Na asante sana Karen Waraba, bila shaka ataendelea kutujuza mengi zaidi kuhusiana na hafla hiyo ya mazishi kule Trans Nzoia.
Kwingineko, Rais William Ruto amesema kuwa serikali imejitolea mhanga kuwawezesha wanawake na wasichana kwa ajili ya jamii imara na jumuishi. Katika hotuba yake siku ya kimataifa ya wanawake, rais amewasifu wanawake kwa kuvunja vikwazo katika sekta mbalimbali, kiahidi kuunda fursa zaidi. On this day, we reaffirm our commitment to empowering women and girls, not just as a matter of equality and justice, but as a driving force of a stronger, more inclusive and prosperous society. We remain resolute in our quest to breaking barriers, expanding opportunities, and fostering an environment where every woman and girl can thrive, lead, and realize their full potential. Kwa upande wake, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amesitiza haja ya kuongeza juhudi katika kusaidia ajenda ya wanawake nchini. Katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake, Mudavadi amesitiza umuhimu wa kuimarisha na kutekeleza ahadi zinazotoa matokeo halisi na yenye athari kubwa katika kukuza usawa wa kijinsia duniani. Mudavadi amehimiza sekta ya kibinafsi, mashirika ya kijamii na wadau wa maendeleo kushirikiana na kujenga mifumo ya kisera na sheria zilizopo ili kufanikisha usawa wa kijinsia. Kwa mfano, hatutaki wawe wakidhulumiwa na wale ambao hawaheshimu. Tunataka wafanye biashara, tunataka wapate nafasi kuingia kwa vyeo vya uongozi, tunataka wawe kwa mstari wa mbele kuimarisha uchumi katika ulimwengu. Na haya yote, kitu muhimu ni kwamba lazima tuwe na amani ndio watekeleze wajibu wao. Tunataka wafanye biashara, tunataka wapate nafasi kuingia kwa vyeo vya uongozi, tunataka wawe kwa mstari wa mbele kuimarisha uchumi katika ulimwengu. Wakati huo mshauri wa rais kuhusiana na masuala ya kijinsia Bi Harriet Chigai amewataka Wakenya kutoa nafasi zaidi za uongozi kwa wanawake nchini, akisema kuwa wanawake wameonyesha wazi uwezo walionao kushughulikia masuala ya uongozi kwa njia ya uweledi zaidi. Akizungumza katika hafla moja ya kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni, Bi Chigai alisema kuwa azimio la kuwezesha kuafikiwa kwa thuluthi mbili ya kijinsia halijapatikana na kwamba wakati umewadia kwa kina mama kujitoa mhanga. Amesema kuwa kina mama wana idadi inayohitajika ya kuliziba pengo hilo na kupigania haki yao kimkakati. Radio Citizen, chemichemi ya ukweli. Waziri wa fedha na hazina ya kitaifa John Mbadi amesema kwamba atachukua mbinu mpya kulenga raia katika kuunda mswada wa kifedha wa mwaka 2025. Akizungumza wakati wa kikao cha umma kuhusu bajeti ya kitaifa, Mbadi ameeleza kuwa mswada wa kifedha uliopendekezwa utachapishwa katika magazeti pamoja na maelezo ya kina kuhusu marekebisho, anavyoripoti Ibrahim Mudivo. Waziri Mbadi amesema hatua hiyo ya kuelekeza umma itawasaidia Wakenya kuelewa marekebisho hayo na jinsi yatakavyoathiri na kuhakikisha mswada wa mwisho kuwasilishwa bungeni utakuwa na maoni ya wananchi. Waziri huyo akisema analenga kujadiliana na Wakenya kupitia mifumo ya bunge la wananchi katika kaunti zote 47. We will have a conversation all the counties, discuss finance bill. Then we invite people from all the 47 counties to come and have a sitting with me and tell me, in Mombasa, we have rejected this and this. So that when we take to parliament, we take what Kenyans have agreed. Mbadi amewasihi Wakenya kutumia fursa ya mijadala ya umma ili kutoa maoni yao kuhusu hatua zinazopendekezwa za kukusanya kodi ili kufanikisha bajeti ya kitaifa. I don't want a situation where after we have taken the bill to parliament, then the whole country is up in arms that they were not consulted. If now you don't take advantage of those consultation windows, then you will not blame John Mbadi. But I want to guarantee you that our tax policy is that we keep tax regime stable, predictable. We don't want to adjust taxes anyhow. Ameongeza kuwa wanalenga kuhakikisha wamempunguzia Mkenya mzigo wa ushuru sawa na usimamizi mwafaka wa ushuru unaokusanywa. Aidha, Mbadi amesema huenda uchumi wa taifa la Kenya ukayumba zaidi iwapo visa vya ufisadi havitakomeshwa, akiwataka wafanyakazi wa umma kukomesha ufisadi. We are going to be more keen on ensuring that we improve on tax administration. We make sure that Kenya Revenue Authority is collecting taxes with efficiency and bring more people to the tax bracket as opposed to overtaxing those who are already paying taxes. And the truth is, and which we must tell every public servant,
Hata kama ni kuiba, tumeiba ya kutosha, there is no more money to steal. Ibrahim Mudibo, kaunti ya Mombasa. Mataifa ya Afrika Mashariki yamezindua mikakati ya pamoja ya kujitangaza kama kituo cha utalii. Mikakati hiyo ambayo ilizinduliwa katika maonyesho ya kimataifa ya utalii ya ITB jijini Berlin nchini Ujerumani itahakikisha kuwa wageni wanatalii mataifa ya Afrika Mashariki kwa urahisi bila vizingiti. Vincent Anguche yuko jijini Berlin nchini Ujerumani na ametuandalia taarifa ifuatayo. Sekta ya utalii katika eneo la Afrika Mashariki imekuwa ikikumbwa na vizingiti kadhaa, ikiwemo kwenye mipaka ambako imekuwa vigumu kwa watalii kuzuru nchi moja kwa nyingine. Ni hatua ambayo imechochea mataifa 8 wanachama wa EAC kuja pamoja na kuanza kushirikiana kuondoa vizingiti hivyo, kando na kutangaza eneo hilo kama kivutio kimoja cha utalii. Mataifa hayo yametumia maonyesho ya utalii ya ITB Berlin nchini Ujerumani kuonyesha umoja wao. John Ololtua ni katibu wa Wizara ya Utalii kutoka Kenya. Wanapoungana pamoja inakuwa rahisi kwa wageni kutembelea hizo nchi. Kwa mfano, mtu akikuja Kenya na anataka kwenda Uganda ama Tanzania, ikiwa kuna ushirikiano inakuwa rahisi na inafutia pia wageni wakijua ya kwamba ni rahisi kuweza kutembea kutoka nchi fulani mpaka nchi nyingine. Jambo la pili, wakishirikiana, marketing ya kutangaza inakuwa rahisi. Maana wakitangaza kama region pia inafutia zaidi hata kuliko mtu akijifanyia tu peke yake. Ni hatua ambayo afisa anayesimamia utalii kutoka afisi kuu za EAC Simon Kiarie anasema itapiga jeki utalii. For instance, Burundi, they are a young destination. They are trying to beef up their numbers, and by working together with the mature destinations like Kenya, Tanzania, that enable us to grow tourist attractions across the region. Ni kauli sawa alionao Duncan Kiza ambaye ni mhudumu wa uchukuzi wa utalii kutoka Uganda. Things like single promotion is for each destination can be more expensive as opposed if we go in as a block. If I'm sharing a table on a stand for East Africa, cheaper than if I go in just as Uganda. These are some of the benefits that we are hoping to get. Wadau hapa wanakadiria kwamba idadi ya watalii itaongezeka iwapo vizingiti vitaondolewa, kama anavyoelezea Herbert Mwachiro ambaye ni afisa mkuu wa utalii kutoka kaunti ya Kilifi. Tunataka vile viwanja vyetu vya ndege kama Mombasa na Malindi vikubaliwe kuleta ndege za watalii ama zile charter plane. Kwa sababu kuna charter plane hapa nyingi tunaona kutaka kuja Kenya, lakini wamefungiwa tu na masharti ambayo hayatusaidii. Ikizingatiwa kuwa Afrika Mashariki inawapokea zaidi ya watalii milioni 8.4, kampeni hii inatarajiwa kupiga jeki sekta ya utalii eneo hilo, wakiwa na nafasi ya kuvuka mipaka bila vizingiti. Vincent Anguche nikiripotia Radio Citizen kutoka jijini Berlin nchini Ujerumani. Radio Citizen, chemichemi ya ukweli. Siku moja baada ya Rais William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga kutia saini makubaliano ya ushirikiano wa kisiasa, hatua hiyo imeonekana kuwaghadhabisha vijana wanarika maarufu wa Gen Z ambao wameonekana kukashifu ushirikiano huo. Mwanahabari wetu Boniface Baraza alizungumza na baadhi yao katika kaunti ya Samburu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Naam, asante sana mwenzangu. Na kufuatia hatua ya jana ya makubaliano kati ya Rais William Ruto na kinara wa chungwa Raila Odinga, imezidi kuibua mihemko aina yake, tetesi za aina yake, vuta nkuvute, na tunaye kijana mwanarika maarufu Gen Z kutoka kaunti ya Samburu kupata maoni yake kufuatia hatua hii au makubaliano hayo. Binafsi jitambulishe na kama kijana ambaye mliweza kushiriki maandamano ya kushinikiza mabadiliko serikalini, maoni yako ni yapi kufuatia makubaliano haya kati ya Raila Odinga na Rais William Ruto? Asante sana. Kama ulivyoweza kusema, kama mimi kijana kutoka hapa katika kaunti ya Samburu, na kwa mtazamo wangu yale makubaliano, maafikiano ambayo yalifanyika baina ya Rais Dr. William Ruto na kinara wa ODM Raila Odinga, kwetu sisi kama vijana tunahisi ni kana kwamba tumevunjika moyo sana, tumesikitishwa sana. Kwa nini? Kwa sababu mwaka uliopita tuliingia katika maandamano na tulikuwa tuna ujumbe mmoja kwamba tunahitaji uongozi bora, tunahitaji nafasi za kazi kwa ajili ya vijana, tunahitaji gharama maisha iweze kushuka, tunahitaji kuona serikali ambayo inajitolea katika kukabiliana na ufisadi. Lakini hatujaona yale masuala ambayo tuliibua hata moja likiweza kushughulikiwa. Ahadi zote ambazo zilitolewa hazijaweza kutekelezwa. Kwa hivyo sasa hakuna upinzani ambao ni dhabiti katika taifa letu
letu la Kenya. Kwa hivyo kiongozi ambaye alikuwa katika upande wa upinzani, tukiona kwamba anakwenda kushirikiana na serikali, sisi kama wananchi na hasa vijana ambao ndio wengi zaidi katika taifa letu la Kenya, ni hali ambayo inatutia wasiwasi, maana wanasiasa inaonekana wazi kwamba wanatetea maslahi yao. Mtachukua hatua gani kwenye uchaguzi wa 2027 kufuatia mabadiliko kama haya na makubaliano kama haya? Sisi kama vijana kwa hivi sasa tunachosubiri ni tume ya IEBC iweze kubuniwa kikamilifu, makamishna waweze kutafutwa na tume ianze kutekeleza majukumu yake. Tutasajili wapiga kura kama vijana, wale ambao hawakupiga kura, wale ambao hawana kura, tunahimiza vijana waweze kujisajili kwa wingi, na inapofika mwaka 2027 tutaweza kutafuta viongozi ambao ni waadilifu, viongozi ambao wako track record katika masuala ya uadilifu. Maana tatizo ambalo tumeona nalo kwa muda mrefu katika taifa letu la Kenya ni kwamba tuna recycle wanasiasa wale ambao wamekuwa zaidi ya miaka 30, miaka 40, na hatuoni kitu tofauti ambacho wanakuja kufanya kando na kuangalia maslahi yao. Asante sana mwenzangu. Hizo ni kauli za kijana mwanarika maarufu Gen Z akielezea kughadhabishwa kwake na makubaliano kati ya Rais William Ruto na kinara wa chungwa Raila Odinga. Niruhusu nitie kikomo. Ni taarifa unazopokea msikilizaji kutoka Radio Citizen, chemichemi ukweli, radio number 1 humu nchini. Hapa ndo nyumbani kwa sauti zinazoaminika na kuheshimika katika utangazaji kote nchini Kenya. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Radio Citizen. Je, wajua kuwa mwili wa mtoto mdogo huwa na 75% ya maji? Kweli na burudani ikiletwa kwako na Radio Citizen. Radio Citizen, chemichemi ya ukweli. Radio Citizen, 106.7 FM. Josephat Odipo. Kwingineko, kijana mmoja amepatikana ameuawa kinyama na watu wasiojulikana katika eneo la Kambi Karatasi, mtaa wa Mwanzo, kaunti ya Uasin Gishu usiku kwa mkeleo. Inadaiwa kwamba kijana huyo aliyekuwa na majeraha kichwani baada ya kudaiwa kugongwa na jiwe alivamiwa na kuachwa karibu mahali anakoishi akiwa tayari ameaga dunia. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Uasin Gishu Benjamin Mwathi amesema kwamba maiti ya marehemu ilihamishiwa hifadhi ya maiti ya hospitali ya Moi jijini Eldoret, polisi wakiendeleza uchunguzi kuhusiana na mauaji hayo. Haya yanajiri wakati wakazi wa eneo hilo la Kambi Karatasi wakilalamikia kudorora kwa usalama, wakidai kumekuwa na uvamizi wa mara kwa mara na magengi ya majambazi, na hivyo kuitaka idara ya polisi kuimarisha doria katika eneo hilo hasa nyakati za usiku. Kwingineko, polisi katika kaunti ya Kirinyaga wamemtia nguvuni mwanamume mmoja anayedaiwa kumuua mkewe wa zamani kabla ya kuutupa mwili wake katika shamba moja la mtama katika kijiji cha Rukunga, wadi ya Mutithi, Mwea Magharibi. Kidhibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa Mwea Magharibi Rashid Ali amesema kuwa mshukiwa huyo aliyetambuliwa kwa majina Moses Githungu Njenga wa umri wa miaka 37 alikamatwa jana usiku katika kaunti jirani ya Murang'a baada ya maafisa wa DCI waliokuwa wakifuatilia mienendo yake kupata dokezo kumhusu. Afisa huyo wa polisi amesema kuwa mshukiwa huyo alikamatwa kwa kudaiwa kumuua Alice Wanjiku Wanjohi mnamo siku ya Alhamisi. Kwa mujibu wa jamaa zake, marehemu wakiongozwa na mamake Grace Njoki wamesema kuwa marehemu ambaye ni msusi katika kituo cha kibiashara cha Kianjogu waliuawa na mumewe waliachana miaka 2 iliyopita kielekea kazini aliko viziwa na kushambuliwa. Ndugu ya marehemu Anthony Muturi amesema kuwa mshukiwa alimpigia simu baada ya mauaji hayo kabla ya kuizima simu hiyo. Mshukiwa kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiamashiri na atashtakiwa kwa mauaji mnamo siku ya Jumatatu. Kwa taarifa hizo msikilizaji, nimehitimisha Dira ya Citizen awamu ya saa 7. Jina langu ni Josephat Odipo. Dira ya Radio Citizen. Kila siku hapa Radio Citizen. Hii kazi ya curtains ni kazi mzuri sana. Hii folder mara 3 unaweza